Tunasoma Injili ya Yohana sura yake ya 12 mstari wa 14 mpaka 15. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Biblia la Mungu linasema, na wakati alipokwisha kusema maneno haya, akageuka nyuma, akaona Yesu akisimama, na hakujua ya kuwa alikuwa Yesu. 15. Yesu akamwambia, mwanamke, unalia nini? Unatafuta nani? Yeye akizani ya kama alikuwa mlinzi wa shamba, akamwambia, Bwana, kama umemchukua, uniambie mahali ulipomweka, nami nitamondoa. Amen. La version française dit ceci: en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Devoir tulipana siku ya tano. Karibu kwa yule alipata jibu. Bienvenue pour celui qui a reçu des réponses. Karibu. Bienvenue. Tunaanza na wainjilisti. Karibu. Commençons par les évangélistes. Bienvenue. Wainjilisti karibu. Les évangélistes, bienvenue. Kupana jibu. Pour donner la réponse. Maneno Yesu alisema msalabani ni maneno ngapi? Les paroles de Jésus à la croix étaient au nombre de combien? Maneno ambao Yesu alisema msalabani ilikuwa ni maneno 7. Asante. Neno la kwanza Yesu alisema, Baba uwasamee kwa sababu hawajue walitendalo. Asante. Na linaandikwa katika kitabu cha Luka sura 23 na mstari wa 34. Asante. Neno la pili tuligundua ya kwamba linapatikana katika kitabu cha Yohana sura 19 na mstari wa 26. Yesu akasema, mama tazama mwanawe, na mwana umtazame mama. Asante. Yesu aliambia nani? Alimwambia Yohana atazame nani? Atazame mama Mariamu. Mariamu mamake na Yesu. Mariamu mamake. Kisha pale Yohana alifanya nini? Akamchukua mama. Tangu ile siku akamchukua akampeleka nyumbani kwake. Ewe mwanasali Maria utasikia pale. Neno la tatu linapatikana katika kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 46. Biblia inasema, Yesu akalia, Eloi Eloi lama sabakatani, yani Mungu wangu kwa nini umeniacha? Ndiyo. Neno la 4 linapatikana katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 43. Biblia inasema kwamba Yesu akasema, leo utakuwa pamoja nami peponi. Ndiyo. Neno la 5 limepatikana tu katika kitabu cha Luka. Limepatikana katika kitabu cha Luka sura 23 na mstari wa 46. Biblia inasema kwamba Yesu akasema, Baba yangu, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ndiyo. Ya 6. Neno ya 6 inapatikana katika Injili ya Yohana sura 19 na mstari wa 28. Biblia inasema Yesu akasema, nina kiu. Ndiyo. Neno la 7 linapatikana tu katika kitabu cha Yohana sura 19 na mstari wa 13. Ndiyo. Biblia inasema Yesu akasema, yote imekwisha. Asante. Shangilia jina la Bwana wa majeshi. Bwana kubariki. Ulifanya utafuti. Tunaenda kuya pili. Waombaji waje na washemasi.
Ya pili. Pour la deuxième question, les intercesseurs. Waombaji waje na Les washemasi. intercesseurs viennent et le diacre. Ulizo likuwa gani? C'était quoi la question? Yesu alikuwa na manguo ngapi? Jésus avait combien de vêtements? Zile nguo walizifanya nini? Et qu'est-ce qu'on a fait de ces vêtements? Kama ilikuwa nguo moja, Si c'était un seul vêtement, waliifanya nini? on a fait quoi? Yesu alikuwa na mavazi mengi, Ndiyo. mavazi ambayo walikuwa wamevaa nje. Wajeshi walipozikamata wakazigawanya. Wakazigawa namna gani? Wakazigawa vipande ine. Vipande balo ine. Imeandikwa wapi? Yohana 19 mstari wa 12 na 3. Piga makofi kubwa sana. Patia mwingine. Donne à quelqu'un d'autre. Sasa alikuwa na manguo mingi. Ingine nguo bilikuwa mwa hizi manguo. Juu waligawa manguo alikuwa na sape, saa haiko muhuduma. Saa haiko muhuduma. Wakati anakuwa msalabani, wakazigawa kwa hali ya balo hizi ine. Kisha utasema uko na manguo mingi wewe. Useme mtumishi wa Mungu asivale vizuri wewe. Yesu mwenyewe balo ngapi? Ambia mtu Mungu akupe mavazi. Dis à quelqu'un que Dieu te donne des vêtements. Usape sa unataka. Ubadilishe sa unataka. Change quand tu veux. Juu kuna watu wana injili dhaifu. Eti Yesu alikuwa tuna nguo moja. Injili ya Yohana imesema nini? Nyingi. Kisha wakazigawa. Zikafunga baloi. Mungu atupatie tukwe na vala. Nasema tupe tukwe na vala, tusape. Watoto nao wavale vizuri. Sema iwe hivyo. Yesu alikuwa na moja ya kazi. Alikuwa na nguo moja ya huduma. Ilikuwa je? Ilikuwa haina mshono. Haina mshono. Kaumbiwa tu vile. Kisha wakaifaje? Wakaipigia kura. Piga makofi kubwa sana. Imeandikwa wapi? Imeandikwa katika Injili ya Luka sura 23. Sura 23 mstari wa 34. Luka, tusome yako tusikie. Unasikia watu wanaanza ongea. Tusome kwanza pale. Mwenye anapata anasoma. Injili ya Luka. Tunasoma Injili ya Luka sura yake ya 12 na aya yake ya 13. Unasema 23 sura ya 34. Mstari wa 34. Tunasoma Injili ya Luka sura yake ya 23 aya yake ya 34. Tunasoma katika jina la Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Biblia la Mungu linasema, Yesu akasema, Baba uwasamee kwa sababu hawajui neno wanalolifanya. Wakigawanya nguo zake, wakapiga kura. Amen. Amen. Wakapiga kura. Iko vile vile chini ya ile mstari ya mavazi yake. Mule muyoane pale pale ukitafuta utaona pale. Injili zote na waza zinaongea juu ya ile nguo. Bwana tusaidie. Pepe ya sasa Baba. Nashukuru Mungu juu iko Mungu ametupa pumzi. Wala hatulipishe kitu. Ametumika kusudi tuwe. Nasema jina lake lipewe sifa. Asante kwa nguvu amekupa uwe hapa siku ya leo.
na uwepo nimesikia hapa ifanye kitu kwako siku ya leo. Ta faveur aujourd'hui. Ujumbe tuko nayo nasema hivi, Parce que nous avons dit, unatafuta nani? qui est-ce que tu cherches? Niulizie mtu, uko natafuta Qui nani sai? Qui cherches-tu maintenant? Kuwa kwako hapa Ta présence ici. unakuja tafuta Tu es venu nani? chercher qui? Siku ya tano tulifikia Vendredi, nous sommes arrivés mahali ambapo mwizi là où le voleur aliyekuwa kwa msalaba kwa était mkono à wa la kushoto croix du côté gauche ataongea maneno ya ujinga va parler comme un mbele za Yesu Kristo. devant Jésus-Christ. Maana Yesu Kristo alikuwa kwenye msalaba Il était katikati, sur la croix qui était au milieu. pia kwa mkono wa kushoto Et du côté, kulikuwa mwizi il y avait un voleur ambaye iko nalipa mambo aliyoipanda. payé pour des choses qu'il a sémées. Mkono wa kuume kulikuwa mwingine mwizi, Il y avait un autre voleur naye vile vile konalipa aussi des mêmes en train de payer kila ambacho alipanda. ce qu'il avait sémé. Maana pandacho mtu ndicho atalipa, atavuna. C'est ce qui va récolter. Bwana tukubali. Que le Seigneur nous fasse. Wa kushoto alimtania Celui de Yesu gauche a blagué avec Jésus, maneno ya ujinga, avec de paroles insensibles. lakini wa mkono wa kuume Celui qui était à droite atamwonya na kumwambia, va le réprimer. wewe haumwogope hata Toi, tu Mungu. n'as même pas peur de Dieu. Huyu hakufanya kosa lolote n'a commis aucune kusudi faute. awe msalaba. Soit à la croix. Lakini sisi Mais nous, kama tuko kwenye nous msalaba, sommes à la croix. tuko na vuna mambo De tuliyoifanya, récolter ce que nous avions commis. basi atamwambia Yesu, Alors il va dire à Jésus, Bwana unikumbuke, Seigneur, souviens-toi de moi. unikumbuke. Souviens-toi de moi. Yesu ataleta jibu, Et Jésus va amini, donner une réponse. amini, utakuwa nami leo Tu seras avec moi aujourd'hui katika peponi. dans le paradis. Bwana tukubali Le sana. Seigneur nous fasse Ni grâce. pale tuliishia hiyo Là siku. où nous nous sommes limités, c'est- Basi pamoja na hiyo, alors en dépit de ces Injili ya Yohane imeongea des gens disent ceci, namna Yesu Kristu montre comment Jésus aliweza kuonesha Maria a pu montrer amwangalie Yohane qu'il regarde Jean, na Yohane naye que Jean aussi amwangalie Maria. regardait Marie. Biblia inasema tangu hiyo saa Il dit que depuis ce moment, Yohana akamchukua Jean a pris Maria Marie, kampeleka kwa nyumba yake, emmené dans sa maison, wakaanza kuishi pamoja Jean naye. commençait à vivre ensemble. Bwana pewe sifa. Que le Seigneur soit glorifié. Basi pamoja na Alors, hiyo, en dépit de cela, Yesu iko pale msalaba. est là sur la croix. Biblia inasema kwa injili ingine, Dit dans cet évangile, tangu saa sita depuis 15 heures, mpaka saa kenda, depuis 12 heures jusqu'à 15 heures, Biblia inasema hivyo, la Bible dit kutakuwa giza kubwa katika nchi. une grande obscurité dans les Giza itaonekana katika nchi, très grande obscurité dans les sababu yule amekuwa msalaba celui qui était à la croix, si mtu wa kawaida, pas une personne japokuwa amevaa mwili, bien qu'il portait, lakini ni Mungu mzima. c'était un Dieu vivant. Basi nchi itakuwa katika ya mtetemeko, Était en train de trembler. giza kubwa itakuwa. Il y avait une grande obscurité. Ilipoenea saa kenda, Lorsque c'était arrivé, injili zingine zinaongea les autres évangiles pale, shetani atajitukuza kwa habari za wasoma Biblia, s'est glorifié selon le but. maana pale injili inasema Que là, l'évangile Yesu atakuwa ametoa sauti kubwa aura poussé un akilalamika, en train de crier. Eloi, Eloi, lalamika vile wewe. crie ainsi toi aussi. Eloi, Endelea, Eloi, endelea. Eloi, Lama sabaktani, lama sabachthani. maana yake, Cela veut dire, maana yake ni nini? cela veut dire quoi? Sema, Dis-le. Mungu wangu, Mon Dieu, Mungu wangu, mon Dieu, mbona umeniacha? pourquoi m'as-tu abandonné? Hapa shetani alikuwa amechukua dhambi Diable zangu, avait pris mes péchés. atachukua dhambi Il zako, a pris tes péchés. dhambi za wazazi wako, Péché de tes parents. dhambi za watate wako, dhambi ya mume wako, ya mke Péché de wako, ton mari, de ton époux. dunia mzima
le monde entier. atafika msalaba Il va arriver à na la croix kumtwika Yesu et poser hiyo sa mzigo, Jésus. maana ameifunga kwenye furushi. Il l'a enfermé dans un collier. Wasoma Biblia wanasema hivi, Bibliste dit ceci. pale wakati Mungu anamwangalia Yesu, Lorsque Dieu arrive, akakuta Yesu amejaa il a dhambi, trouvé Jésus rempli de péché. wala hata mwangalia Yesu tena, maana Yesu Mungu achangane mane na dhambi. Dieu ne s'arrange pas avec le péché. Mungu dhambi zinamnukia Dieu, le péché sent mauvais. juu yetu. Yesu alishachukua dhambi zetu za dunia mzima, Le péché du monde na entier. Mungu anamwangalia, Dieu l'a regardé. akageuza Il a tourné sura sa face. asitake Ne amwangalie voulant pas le mwana regarder, wake. son fils. Pale Yesu anainua naye Jésus macho a élevé amwangalie Mungu wa mbinguni, Regardez le Dieu du amwangalie baba yake, Regardez son père. akakuta hamwangalie tena, amekuwa mwenye kugeuza sura. Maana Mungu wetu achangamane na dhambi. Ndugu yangu, uko hapa utembee mzambi kisi umetaka ufanye dhambi namna umejisikia, haujakomesha madhabahu hii, haujakomesha mume wako, haujakomesha mke wako, haujakomesha wenzako kanisani, uko najikomesha peke yako. Ipo siku takuwa mbele za kiti cha hukumu, utatoa ripoti ya kazi ulifanya chini ya jua, wala kutakuwa kujitetea, maana matendo yako yatakuwa yamekufuata nyuma. Bwana tukubali sana. Que l'Éternel nous fasse Basi hapo Yesu alors là Jésus atatosha sauti, va pousser Mungu wangu, mon Dieu, Mungu wangu, mon Dieu, Mungu wangu, mon Dieu, mbona pourquoi umeniacha? m'as-tu abandonné? Maana dhambi Parce que le zinanuka, poussé dhambi zinamtenga Mungu na mwanadamu. par Dieu de l'homme, Pale dhambi là le péché zimemtenga Yesu Kristo avait séparé pamoja na Mungu baba yake. Dieu son Lakini pamoja na hiyo, alipolalamika hivyo, Baba atakumbuka ni yeye mwenyewe alikuwa mtoaji ambaye alimtoa mwana wake wa pekee, sababu mtoaji wa kwanza ni Mungu wa mbingu. Kama Mungu atakuwa mtoaji, kwa nini sisi ambaye ameumba tusiwe watoaji? Mungu wetu atukubali. Maandiko kasema nini? Kwa maana Mungu alipenda dunia akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila atakayemwamini qui croit en lui. apate kuokolewa, asipotee. Haleluya! Amen. Basi pamoja na hiyo, Yesu Kristo pale msalaba Sur la croix, atakuwa amelalamika en train de crier, na kusema, nina kiu, j'ai soif, nina kiu. j'ai soif. Sasa jiulize, Non, pose-toi la iko naambia wanani kama ana kiu? question à qui? Jiulize, Pose-toi la atalomba nani maji ya question. kunywa? Demander de l'eau à Jiulize, Pose-toi la nani atakuwa ameambia nina kiu? je soif. Wasoma Biblia wamoja wanasema hapa aliweza kuongea, hakujua ni wanani anaambia. Sikia, pamoja na hiyo atakuwa amesema kona kiu. Wataleta sifongo imejaa ziki, asite, watakuwa wamemunywesha, Le lui faire boire, atakuwa amekunywa, va boire, atakuwa amekunywa, va boire, na wakati atakuwa amekunywa, boire, aha, Biblia inasema atatosha sauti na kusema imekwisha. Kazi iliyonileta ya kuokoa mwanadamu na imaliza. Kazi ambayo ilikuja ilituma nije chini ya jua tayari imeisha. Hapa kuna walimu, kuna wainjilisti wanaongea maneno za uongo na kusema Yesu alimaliza yote msalaba. Hamna, hata alisema hivyo magonjwa iko, hata alisema hivyo hali ambayo ya umaskini iko, hata alisema hivyo utasa ngali na tusumbua, wachawi imetusumbua. Pamoja na hiyo haiko shida, ndio zilisha, lakini kazi. Pamoja na hiyo
Yesu akuja kumaliza eti magumu tu, lakini ni kuokoa mwanadamu. Na pale hapo kama tasema imekwisha, maana yake kazi ya wokovu inaishia msalaba. Hapo utakuwa na sababu ya kupiga makofi kwa hiyo kazi aliyekuja kutumika, ukisema amen na kanisa la Bwana. Hapo pamoja na hiyo, maandiko yananiambia akatoa roho, akakufa, akamaliza yote, kazi imeisha. Injili zingine zinasema pale pale pazia la hekalu likapasuliwa pale pale. Mathayo anasema hata miambe kaanza kupasuka, maana udongo unatetemeka kuone tachukua, yani tapokea mtu ambaye haiko wa kawaida. Jua nayo inaokopa kufanya kazi, maana amegundua Mungu iko msalabani. Hapale iko uchi, hapo juu ataheshimu kufichika aibu yake. Lakini wewe Mkristo unafichikia mwenzako aibu namna gani? Mkristo uko hapa unafichika aibu ya mwenzako Mkristo namna gani? Unafichika aibu ya mume wako namna gani? Unafichika aibu ya mke wako namna gani? Unafichika aibu ya nchi yako, hata wadhaifu unaifichika. Je, aibu ya raisi unaonekana kuifichua namna gani? Aibu ya kanisa unaichunga je? Jua naongea, mimi siwezi nikaendeleshe kazi wakati Bwana wa mabwana iko msalabani. Habari hana mavazi, maana tayari wamemuondoa mavazi, wamemuondoa neema, wamemuondoa utukufu. Mavazi na ficha aibu, mavazi ni nguvu za Mungu, mavazi ni ukingo, mavazi ni utukufu. Unapoaibisha mtu unamvua mavazi, unamweka uchi. Basi pamoja na hiyo, pazia la hekalu likapasuka, kila mtu akawa na hadi akawa huru kwa kuingia katika uwepo wa Mungu. Kila mtu akakuwa huru kutafuta uso wa Mungu. Kama utamtafuta Mungu ni kutaka kwako, kama utamwomba Mungu ni kutaka kwako, kama utatamani nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu iwe juu yako, ni kutaka kwako. Lakini pazia la hekalu lilishaka pasuliwa, kanisa nzima iko huru kwenda katika uwepo wa Mungu. Na siku ya leo na kutakia uwe katika uwepo wa Bwana wa mbinguni. Basi pamoja na hiyo, Yesu ataingia katika kazi nyingine. Kuna injili nyingine atenda kufanya, na mahali atenda kuifanya ni kuzimu. Alisha kufa. Basi pamoja na hiyo, amekuwa msalabani. Hama kuhani na maskari walipogundua kama amekufa, maandiko yanasema ilibidi waondoe mili ya watu kwenye msalaba, sababu ilikuwa ni sikukuu ya Sabato. Tena Wayahudi walikuwa wanaheshimia hii siku, na kuna kisu mili baki msalabani. Sasa ilibidi waende pale msalabani kusudi wapate kuangalia namna kuwavunja miguu, wapate kushusha miguu, yani mili. Walipofika, Biblia inasema hivi, wakakuta Yesu amekata roho. Hawakuvunja hata miguu yake, kama vile unabii ulisema hakuna mfupa ambaye itavunja upande wake. Wakaenda upande wa wamwizi, wakakuta hawajakufa, wakaonekana kuvunja mifupa, yani miguu yao.
Baada hapo wakakamilisha kama huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Bwana pewe sifa. Haujakuwa na thamani jungali mzima. Haujakuwa na thamani jungali unapumua. Kama utakuwa umekufa, hata aliyekunenea mabaya atasema fulani alikuwa mtu mzuri, fulani alikuwa anaokoka, fulani alikuwa mwenye haki. Lakini nataka nikuambia thamani ya mwingine ni leo. Niambilie mtu thamani yangu leo njoo taijua. Hapana siku nitakuwa nimekufa. Niambilie wa pili nipe maua leo ningali hai. Usichunge nikufe, njoo nipe maua. Mwambie vala triko iko kwa foto yangu leo. Hapana siku ya maziko, njoo pata kuivaa. Haina tena kazi. Amen. Kanisa la Bwana. Basi pamoja na hiyo, askari moja atakuja na mkuki. Wakati anakuja na atamchoma mkuki kwenye ubavu, na alipomchoma kwenye ubavu, Biblia inasema pale pale maji katoka na damu ikatoka. Kanisa likakamilishwa kwa kukombolewa. Maana kuna ukombozi bila kumwanga damu na maji. Pale pale kanisa likakamilishwa kwa njia ya ukombozi. Nilizani utashangilia kupitia hiyo damu. Maana damu ya Yesu ina kazi kubwa sana. Basi hapo nani atamzika Yesu? Mitume hawako. Nani atamzika Yesu? Wale wakina mama waliochukua huduma yake wakati aliwaponya, wakati aliwafungua. Nao wako pale, lakini wako mbali. Nani sasa atafanya maziko? Maandiko yanasema kutatokea mtu ameitwa kwa jina la Yusufu. Ni mtu ameishi Arimathaya. Pamoja na hiyo, huyu Yusufu naye alikuwa Mfarisayo. Pamoja kuwa Mfarisayo, hakushikamana na mambo ya Wafarisayo. Pamoja na hiyo, iko mwalimu wa sheria. Maandiko ameniambia alionekana kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Pamoja na hiyo, alitumika kwenye serikali ya Kiyahudi. Na kila ninasema tunapokuwa hapa kujibu, elewa maisha na pasha pishana. Elewa sura ziko tofauti, majina yako tofauti, pia maisha takuwa tofauti. Mambo ya kuigaiga mna, mambo ya kujilinganisha mna. Elewa kuna huyu na kuna yule, na Mungu utenda anavyotaka kwa mtu kadiri alimwendea kulingana na imani yake. Wala hamuna vya kujilinganisha. Kama Mungu atakufanyia, elewa atakufanyia. Aliyefanyia huyu leo, na wewe kesho atakufanyia. Juma kesho atakufanyia. Mwezi kesho atakufanyia. Maana Mungu wetu hana upendeleo. Ni Mungu amina na kweli. Akitaka kugawa na gawa. Na tunatamani kwa neema ametupa hapa ya mkutano, ya kuombea nchi, ya kuombea maisha yetu, ya kuombea kanisa. Afurahishe mtu hapa na kumshangaza. Nasema hivi, afurahishe mtu hapa, pia mshangaze. Nopatie mtu mkono, mwambie hautakufa, utakuwa umeishi. Neema iko hapa. Yopeke tambia majambazi wasikuone. Yopeke tambia maskari wasingie kwako. Yopeke tambia wachawi wanyamaze kimya. Oh, haleluya. Mungu wetu atusaidie. Maandiko yananiambia hapo
là, huyu Yusufu c'est Joseph. atamwendea Pilato, Allez voir maana anajulikana katika serikali na kanisa hili ni kanisa la kupokea watu wote, la kupokea watu wote, na Mungu atakuwa akifanya kazi kadiri anavyotaka, lakini usionekane kusikia wivu ya maisha mtu yeyote. Tosheka jinsi ulivyo. Mungu wetu ni amina, Mungu wetu ni kweli, atafanya kwa kila mtu hapa. Nampenda Mungu ajibu, hakuwake na upendeleo, anajibiaka, anatendaka, anafanyaka kazi. Basi pamoja na hiyo, huyu Yusufu atamuona Pilato liwali, na wakati watamwambia Yesu amekufa, inabidi sasa mazishi yake kuwe. Maandiko yananiambia pale pale Pilato atauliza, je, amekufa kwa hii muda mfupi? No, watasema ndio. Lakini kati ya wale maskari watamwambia, huyu mchanja alipokuwa mzima alisema hivi ya kwamba atakufa, baada ya siku 3 atakuwa amefufuka. Kumbe tume maskari waende wakachunge kaburi, waende wakalinde kaburi, kusudi wanafunzi wake wasije wakamfufua ama kumchukua waseme alikufufuka, kumbe ni uongo. Atatuma walinzi. Lakini pamoja na hiyo, huyu Pilato atamwambia Yusufu, kwenda ufanye mazishi. Ataenda, ameitwa Nikodemo, naye atamuunga mkono, ataleta vifaa vya mazishi. Watakuwa wamemzika Yesu Kristo, na wakati watamzika, maana kaburi ilikuwa karibu na pale Golgotha, na pale ambapo alikatia roho, na hiyo kaburi ilikuwa kubwa chini, lakini mdomo yake ilikuwa kidogo sana. Basi pamoja na hiyo, Yusufu atamuweka kwenye kaburi. Walipomaliza mazishi, watachukua jiwe na kufunika hiyo kaburi, na wakati wamefunika, tayari wamekwisha kutengeneza mwili, tayari wamekwisha kufunika mwili, tayari wamekwisha kuipaka malashi. Wataiweka kwenye kaburi, na kwa mwisho wataenda, watakuwa wameenda, watakuwa wamerudia, hakuna tabaki pale. Na hiyo ni funzo kwako na kwangu. Hata ujivunie dunia, ipo siku tutakuacha wewe peke. Fasi fulani tutakuacha. Na yule alitoka wa kwanza apendi angalie nyuma. Jua na wazia akiangalia nyuma, labda unaweza kuya uko nyuma yake. Itakuwa hivyo kwangu na wewe. Kuna nafasi watatuachaka. Ndio hatuna sababu ya kuja kiburi, hatuna sababu ya kujivunia vya dunia, hatuna sababu ya dunia vikamate nafasi. Maana ipo siku tutaviacha. Tutakuwa tulikuwa na nyumba nzuri, lakini nyumba yetu ya mwisho itakuwa ni hali ya udongo, ndio itatufunika. Na wakisha kukufunika, mume ndoa inaisha, mtoto uzazi inaisha, rafiki naisha. Utakuwa umeenda wewe mwenyewe, msalaba moja na jina moja, na mbele za Mungu ni vile vile. Hakuna atakutetea mbele za Bwana, hakuna ambaye ataongea juu yako mbele za Mungu. Kila mtu atasimama mbele ya kiti cha hukumu. Kama Bwana angetuitika leo, je, ukisimama mbele za Mungu, ripoti gani utamupa ambao ulifanya chini ya jua? Kitu gani utaongea ambao ulifanya chini ya jua? Kama Bwana angekuita siku ya leo, unaweza pepea Baba. Mungu wetu atuhurumie. Basi pamoja na hiyo, Yesu ataingia mkazi kule kuzimu. Wakati anaenda kuzimu, anaenda fanya kazi mbili huko. Kazi ya kwanza, anaenda kufungua watakatifu ambao walikuwa nakufa mwagano la kale.
Shetani anawafunga wakina Yeremia, wakina Isaka, wakina Yakobo, wakina Yusufu, wakina Daniel, watakatifu waliokufa. Shetani alikuwa anawafunga sababu alishushwa kutoka mbinguni. Alipeleka mamlaka yote, alipeleka nguvu zote. Pia wakati anashuka akapeleka na funguo ya mauti, na hapo aliposema huyu akufa anapaswa kufa. Akikukania leo utakufa na unakufa tu. Saa yenye alisema na pale pale tafika, na pale pale na hakikishwa. Sasa ameshuka Yesu Kristo kwenda kufungua wale watakatifu ambao wamefungwa. Ya pili anaenda kunyang'anya Shetani funguo ya mauti, maana akimwachia funguo ataendelea kutuangamiza. Na njoo kwa maana inabidi aende amunyang'anya hayo, aichukue, awe na mamlaka kwa uzima mwanadamu. Njoo kwa maana leo hata wacha wasinye kifo yako kama Yesu hajaisinye wala haifanyikiwe. Hata watowe ngombe tutakufa mwezi wa 7, watakuona wamemaliza mwaka. Na mtu mmoja hapa ambaye maadui wamefupisha maisha yake, siku ya leo Bwana kuongeze maisha tena ya kuishi. Ukisema mena magaine, inua Yesu Kristo kwa vigelegele vya shangwe. Basi Yesu akashuka kuzimu, akashuka. Bwana pewe sifa. Watakatifu wako wamefungwa kwenye hali ya lupango, comme dans une clôture. Shetani na iko pale, le diable aussi est présent na ufunguo avec la clé ya mauti. des séjours de mort. Yesu atanzi yako Alors Jésus va mapambano na Shetani. le combat avec le diable. Shetani anamuona, Le diable anamwambia unanifuata na kuzimu. Siku ulizaliwa nilikuja ukanishinda, msalabani nilikuja ukanishinda, na mpaka unanifuata kuzimu. Yesu anamwambia nafika, nipe funguo ya mauti. Leta funguo Shetani, tia funguo hapa na umwambie tia baraka zangu hapa, tia nyota yangu hapa ulioifunga, tia watoto wangu hapa ambao meikalia. Niko mzazi lakini sizai juu yako. Tia ndoa yangu hapa, tia nyumba yangu hapa, tia akili ya masomo hapa, tia kibali changu uliomaliza hapa. Osepodesi anamwambia tia funguo. Akamtoa ngajito, akaanguka chini. Shetani anataka simama tena, Bwana anamtia chini. Anataka simama, Bwana anamtia chini. Anamwambia unipe, weka hapa sai. Na wewe leo ambia wacha maadui wafumo waliovamia nyumba yako kuikosesha amani na magonjwa, kuikosesha amani na umaskini, kuikosesha amani na kukosa upatanisho, kuikosesha amani na mandoto chafu. Mwambie leo mimi na wewe, ama wewe ama mimi. Yesu alishinda mauti, na mimi leo nitakushinda. Maadui hawatafanyikiwa tena, wachapo kwa njia moja, Bwana anaenda kuwasambaza kwa njia 7. Yeremia kwenye iko, Isaya kwenye iko, Ezekiel kwenye iko,
là où il était. Daniel kwenye iko Là où il était. wako na shangilia macho, wako na sema ulituonea miaka, ulituonea masiku, leo njole hautashitosha. Acha na sisi leo tushangilie kwa ukombozi wako, maana Bwana anaenda kukukomboa na kukutosha mu mikono ya watu. Acha tushangilie ukombozi wako, ukombozi wako. Yakobo iko pale, Jacob était là. Isaka iko pale, Isaac était là. wako nasema Ils sont en train de leo njo leo, aujourd'hui c'est leo njo leo. aujourd'hui c'est final. Shetani akaangushwa, Le diable akaachilia funguo, il a libéré la clé. akaachilia funguo. Acha Bwana achilia ufungulivu kwa maisha yako leo. Bwana fungue kibali chako siku ya leo. Umeonewa na misingi za kichama, Bwana fungue, afungue kibali chako, kibali chako. Na uchukue siku mbili usilosinywe kujifungua na kuomba baraka mpya maisha. Oh, haleluya. Amen. Alipochukua funguo hakubaki kimya. Alipochukua funguo La clé. akaenda kwenye upango, Il est allé maintenant upango, upango ambao watakatifu wamefungiwa, où était enfermé le saint. watakatifu Là où wamefungiwa. les saints étaient enfermés. Mtoto wajibu jua, Dit pour ça mpango wa Mungu tuko ndani, que les plans haiko mumzaa. nous sommes, c'est pas une blague. Mchungaji amenishuhudia jana ya mara kwanza amefanya ubatizo na watu hawakushikwa na mapepo. Et les gens n'étaient Nikaelewa Mungu iko pamoja nasi, ataitwa Emmanuel, ataitwa Emmanuel. Nasema ataitwa Emmanuel. Kanisa sema Emmanuel, sema Emmanuel. Mungu pamoja na kanisa la Yesu ni jibu. Sema Mungu pamoja na madhabahu ya kanisa la Yesu ni jibu. Kwa sauti kubwa, Mungu pamoja na kanisa hili ameitwa Emmanuel. Na yule amekubali ainue mikono, aipepee mbele za Baba, aseme ni Emmanuel, ni Emmanuel, Emmanuel. Mungu pamoja na sisi, akupe haja ya moyo wako, akupe baraka, akupe nguvu za kushinda majaribu. Otepodesi. Otepodesa. Oh. Toisepodeto. Anakuja. Anakuja. Yeremia anatia mikono juu. Isaya anasema leo njoo leo. Yoeli anasema leo njoo leo. Hosea anasema njoo hapa sasa. Habakuki anasema tulionewa sana, tulionewa sana. Leo, 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 leo. Kabila 12 za Israeli wanageukia shetani, wanamsomea, wanamwambia yako imeisha. Mwokozi anakuja kutuokoa. Amekuja na amekuja kuokoa kanisa hili, amekuja kuokoa nchi ya Kongo. Usiogope, usiogope. Patia watu mkono, mwambie Bwana atatuokoa. Acha oga, utakufa. Bwana anakuja kuleta maamuzi. Haiko tena siku nyingi. Aha, anakuja kujiheshimisha kwa nchi ya Kongo. Anakuja, anakuja, anakuja. Aha, na mambo yote ataitia hadharani, mambo yote atakuwa hadharani, mambo yote. Kila aliyejiunga na waasi atajulikana, mambo yote hadharani, hadharani,
hadharani kabisa. Wakusafiri asafiri. Tuko katika mikono ya Mungu. Ibakini chokati. C'est qui est entre le main de Dieu. Personne ne peut le retirer. Njoni kwangu Bwana, nitakusaidia. Adui zako mimi pekee nitawapigania. Kilicho katika mikono yangu hakuna wezaye kukipokonya. Njoni kwangu Bwana, nitakusaidia. Adui zako mimi pekee nitawapigania. Piga vigelegele. Pousse des cris de joie. Hallelujah. Amen. Unipatilie watu watatu mikono waambie. Personne ne dit leur ceci. Ingawa shida yoyote usiogope. Hautakuwa kitu. Hautakuwa kitu. Bwana iko na wewe, uko mu mikono yake. Toi, tu entres ses mains. Amen. Amen. Uko mu mikono yake. Mungu anaenda sikia kilio cha nchi ya Kongo. Sikuambie siku, sikuambie juma, sikuambie mwezi, lakini ameniambia naenda kusikia kilio cha nchi ya Kongo. Anaenda kuondolea Kongo aibu. Sijue juma, sijue siku, sijue mwezi. Mimi sijue. Tubaki tukuzamu kama bakuki. Utaona Kenya tafanya. Waliotutakia vifo wengi watakufa. Wengi watakufa. Wengi watakufa. Wengi watahangaika. Sijue ni kwa njia gani atajitokeza. Haniambie. Haniambie ni njia gani. Lakini simama kama vile nabii Habakuki. Tungoje atakapojibu kulalamika kwetu. Namna tunavyolalamika atakapoleta majibu. Watakatifu wanasema leo njoo. Ataingia kwenye upango. Atakata kamba sijue ni kamba. Atakata kama ni mavyuma, kani mabrike. Ataangusha ukuta yote alijengwa kwa kuficha watakatifu, kwa kuwaikalia kuwafunga. Anafungua. Acha fungue maisha ya mtu hapa leo. Ameonewa na maadui, ameonewa na magonjwa, ameonewa na utasa, ameonewa na umaskini, ameonewa na wachawi, ameonewa na ndoto chafu, ameonewa na dhambi, ameonewa na kiburi. Acha leo Bwana kutanane na wewe, akutoshe katika ujinga wa dunia. Amekufunika ukahaba, amekufunika ulevi, amekufunika ya hasira, amekufunika ya kukoseshana amani. Bwana mkomboe. Mtu mmoja hapa amefungwa kiroho, ana nguvu za kiroho. Karama zimeisha, zifunguliwe tena. Roho Mtakatifu amezimika, afufuliwe tena. Neema ya kibali imeisha. Bwana irudishe tena kwa kanisa. Na taileta hapa kukabisa. Basi atafungua watakatifu. Na wakati atakuwa amefungua watakatifu, hapa atakuwa amefufuka nao. Atafufuka nao. Injili ya Mathayo inaongea hata walionekana katika Yerusalemu waliofufuka. Acha maisha yako yafufuke leo, ionekane mbele za maadui waziwazi. Kila kitu waliua mjama yako na kiombea kifufuliwe. Kitu yote walizimisha mu maisha yako leo kifufuke. Leo kifufuke.
Leo kifufuke. Aujourd'hui, que ça ressuscite. Leo kifufuke. Aujourd'hui, que ça ressuscite. Leo kifufuke. Aujourd'hui, que ça ressuscite. Ndoa yako haina amani. Ton mariage n'a pas Bwana fufue tena amani leo. Lakini kuna wababa nasikia hapa. Bwana ameniambia wako na wanawake wawili. Wanawake wawili. Wafanya angalisho pale mbeleni, kuna mtihani hawataweza. Hata wamama wanaenda nje za ndoa zao. Pale mbeleni Bwana atakuwa amewaibisha. Basi pamoja na hiyo watafufuka, wataonekana katika Yerusalemu wale watakatifu. Acha kama Mungu iko hapa, ajifunue kwa mji wa Bukavu kama iko ajifunue kwa nchi ya Kongo. Hapana ndani tu na nje pia. Ajifunue kuwa Mungu ameweka neema hapa, ambao watu wake wameacha jamaa kuomba usiku na mchana. Ule Mungu ajifunue. Ajifunue. Na ninasikia iko. Nasikia iko kabisa. Uonekane waziwazi. Wenyewe waliwazako utakufa, wakutolisha kwa na afya njema. Waliosema utakuwa na kazi, kesho wakukuta uko kazini. Wanakuja tafuta mtu, sasa nasema shefu ule anakuta ni wewe. Nakiria kanisa baraka za kimwili kwa sai. Nakiria kanisa nzima. Bwana ondoa aibu, achilie baraka za wenzake kwa kila mtu hapa. Yesu atakuwa amefufuka. Inafika siku ya kwanza ya Ijumaa. Maria Magdalena, katika mali tulisoma Injili ya Yohana, atakuwa amelamkia asubuhi habujakucha. Injili ingine nasema ataenda na wenzake wa kina mama, ambao kulikuwa mwingine Maria, wa pili kulikuwa mwingine ameitwa Salome, mke wa Zebedayo. Basi pamoja na hiyo watakuwa wameenda kwenye kaburi. Injili moja nasema malaika alishuka, maana kulikuwa tetemeko. Wakati Yesu anakufa, tetemeko iliingia. Wakati anafufuka, pia tetemeko inaingia. Maana yake Mungu wetu ni wakuogopesha, ni wakutetemesha. Na achilie tena nguvu za kutetemeka hapa. Maria Magdalena anaenda kwenye kaburi. Na wakati atakuwa ameenda kwenye kaburi, kuna Injili nasema shaba kwenda kumpaka mwili wa Kristo mafuta. Sababu alikuwa na pepo 7. Alijua Kristo alimtosha wapi. Akaanza kuhudumia ministeri ya Yesu kwa njia ya pesa zake. Aliona hataweza kuwa mwimbaji, hataweza kuwa mwombaji, hataweza kuwa mhubiri. Akasema mali yangu itamtumikia kwa kazi. Mali yangu. Na wewe mtoto wa Chibo, mali yako inamtumikia Mungu namna gani? Pesa Mungu amekupa zimemfanyia Mungu kazi namna gani? Sadaka unazozitoa ni sadaka kilema ama ni sadaka kamili? Je, unatoa gizi Mungu amekubariki ama unatoa namna unavyojisikia? Unatoa gizi Mungu anakugusa ama unatoa kwa kutosha miadi juu wengine walienda kutoa? Je, atafika kwenye kaburi, anafika, anachungulia mule mkaburi, anakuta hamuna mtu, hamuna mwili. Anarudia kwa haraka, anaenda kwa nyumba ya Petro, anamwambia Petro, nimefika kwenye kaburi. Mimi simuone mwalimu, simuone Bwana, sijua kwenye alienda, simuone. Kuna wengine wako hapa hawajawahi kumuona, lakini ni Wakristo wanamtumikia Mungu, ni Wakristo wameingia kanisani, bado kukutana na Yesu Kristo. Akatoka kwa Petro, akaenda kwa Yohana, atamwona Yohana
atamwambia Yohana watakutana na Petro pamoja na Maria, wataenda mbio mbio, wakikimbia waimbaji, ndio muda wa mbio wa kazi ya Mungu hii. Wakristo wajibu, ndio muda wa mbio wa mapenzi ya Mungu. Aha, Mungu wetu iko mlangoni, anabisha, anapiga hodi, anaongea. Mtu yeyote iko mujibu, atakemfungulia, ataingia ndani mwake, atafanya kikao ndani mwake, watatembea naye, watakula naye, wataketi naye, mahali atalala naye atalala pale, mahali utakuwa naye atakuwa pale. Pokea neema hiyo. Fungua moyo wako, Ouvre ton cœur. Mwokozi aingie. Le Seigneur entre. Fungua moyo wako, Ton cœur. Mwokozi apate nafasi. Que le Sauveur trouve une place. Fungua Ouvre tite polisi moyo wako. ton cœur. Mushushe sauti ya vyombo iko naleta fujo. Wakufuata mhubiri napasha kuwa chini zaidi. Mwokozi aingie. Que le Sauveur entre. Mwokozi aingie. Le Sauveur entre. Mwokozi aingie. Le Sauveur entre. Aingie madhabahuni. Il entre sur l'autel ici. Aingie kwa Il kanisa. entre dans l'église. Afanye kazi. Qu'il agisse. Atumike. Qu'il travaille. Basi Petro Alors Pierre, miaka imeenda, les hataweza années sont kukimbia. passées. Il ne pourra plus courir. Yeye njoo iko na miaka mingi C'est lui qui était kati ya le wana mitume plus âgé wa parmi Yesu Kristo. le disciple. Pia Yohane ndiye iko na miaka kidogo Aussi le moins kati ya mitume. parmi les Yohane atakimbia kushinda huyu Petro, atafika kwenye kaburi, ataingia ndani, maana atakuta jiwe lilitoka. Jiwe lilitoka, hakuna muujiza na jiwe iko, hata fufuka na jiwe iko. Ilibidi malaika ashuke atoshe kwanza jiwe kusudi muujiza ingie. Hakuna muujiza wakati ungali naoga, hakuna muujiza wakati uko na mashaka, hakuna muujiza wakati ungali najua vyako ni vya nguvu, hakuna muujiza kama hujaamini. Pas de miracle, tu n'as pas encore cru. Yohane akaingia, Alors Jean est entré. akakuta mavazi Il a trouvé le vêtement waliokuwa wamemuvika qu'on le couvrait iko pale. était là. Haya, akatoka. Il est sorti. Alipotoka Lorsqu'il est sorti, anaenda nje, il est allé dehors. Petro alishafika, Pierre est déjà à Maria Magdalena amefika. Marie-Madeleine est Pamoja na hiyo, en dépit. Petro bila kukawia Pierre s'en tarde. akaingia Il est entré kwenye kaburi. dans la tombe. Alipoingia Il est entré. akakuta mavazi, Il a retrouvé le vêtement. akaigusa, Il a touché. kakuta leso ilikuwa mkichwa, iko ngambo kichwa ilikuwa, ile ingine yote ilikuwa anamfunika, iko ngambo ya pili pale. De l'autre côté, Akaangalia, il a regardé. akatoka. Il est sorti. Kabla hajatoka, Qu'il ne puisse. Yohane naye akamkuta, Jean aussi l'a akaingia rencontré mule à l'intérieur. Il est entré. pamoja na Petro ya mara pili. Pierre pour la Biblia deuxième fois. inasema La Bible dit, akaamini, il a cru. lakini bado Mais kuelewa il n'avait pas kama encore inabidi maandiko itimizwe juu ya ufufuko. Acha ahadi zako zitimizwe siku ya leo. Alichokisema juu ya mbarikiwa kitimizwe, alichokisema juu ya madhabahu kitimizwe, alichokisema juu ya wababa wa mama kitimizwe. Alisema wengi watakuja wakilia. Plusieurs viendront en train de pleurer. Wakifika hapa Lorsqu'ils arriveront, watafarijika. ils seront consolés. Wengi watakuwa wamekimbizwa. Plusieurs viendront. Wakifika hapa watapokelewa, Mais en arrivant ici, ils watapokelewa. seront reçus. Petro akatoka, Pierre est sorti. Yohane akatoka, Jean est sorti. wakaondoka, Ils sont partis. wakaondoka. Ils sont partis. Marie Magdalene, Marie-Madeleine mwanamke kama mimi, et
mwanamke kama mama yangu, une femme comme ta maman, mwanamke kama dada iko une hapa, femme comme la sœur, mwanamke kama msichana alizaliwa asubuhi, ameitwa mwanamke, akawa na ujasiri, akawa na ushuja, atabaki pale karibu na kaburi, atakuwa amesimama. Labda kwa mawazo yangu anajiuliza, nitaenda wapi tena? Nitaenda wapi? Nenda ongea nini? Bwana wangu simuone. Na Petro niliwaza ataniambia namna tutafanya. Alishaenda. Na akina Yohane naye alishaenda. Sasa hata niende, sina nguvu. Nguvu zinaisha. Nguvu zinaisha. Mbona ile mapepo tena itanirudilia? Mbona ile magonjwa tena itanirudilia? Aliyekuwa kinibeba simuone, mwili yake sione kama iko wapi. Biblia inasema akaanza kulia, akaanza kulia, akaanza kulia, akaanza kulia, akaanza kulia. Kadiri kona lia, akainama tena, akaangalia mkaburi. Alipoangalia akaona watu wawili wameketi kwenye kaburi. Petro aliingia, hakupata ufunuo. Yohane aliingia, hakupata ufunuo. Akina mama uko hapa, kila mwanamke iko hapa, ana sababu ya kusimama na kupigia Yesu Kristo makofi kubwa sana. Uambie mwanamke mwaiko karibu yako, siye njwali kufiaka, siye njwali kufiaka, siye njwali kufiaka. No kiketi kwa vigelegele. Wanawake wanaopeleka habari za Injili, wanaopeleka Injili, habari njema. Biblia inasema ni jeshi kubwa sana. Naongea ni jeshi kubwa sana. Njoo maandiko yanasema achana na habari za Bukavu, mahubiri ya mwanamke. We mwanaume ukahubiri nini wewe? We mwanaume ukafanya kazi gani ninoifanya wewe? Wewe nilipoingia hapa haukona makanisa za wanaume, sungeingia vile uliingia. Unakubali mafuta Mungu alipaka mwanamke, na ninaamini itafanya kazi. Naongea itakuhudumia, naongea itahudumia jamaa yako, naongea itazuia kifo kwa nyumba yako, itazuia utasa, itazuia ukosefu. Kama umeiamini sema amen mara 7. Unaweza mupigia Baba wa mbinguni makofi. Makofi kubwa magate. Pale juu makofi. Kule juu yunu. Kule sehemu ya 3 makofi. Maria Magdalene akaona malaika moja anaketi ngambo za kichwa, mwingine anaketi ngambo za miguu. Wamevaa mavazi nyeupe, maana malaika avalake meusi, anavala mweupe, anavala blesier, anavala hata ile wanasema kimajani anavaa. Akikuja na rouge, maana anakuja piga. Maria akapata ufunuo. Acha Mungu agawe maufunuo kwa kanisa. Bwana kuwa vipofu, Bwana achilie taa ya ufunuo. Malaika wakamuuliza, mama,
Unalia juu ya nini? Pourquoi pleures-tu? 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 Angali anaongea na wa malaika. Avec les anges. Anageuka. Elle se tourne. Anaona mtu Elle voit iko quelqu'un nyuma yake. derrière elle. Anasimama. Debout. Anasimama. Elle se met. Huyo mtu anamuuliza, Personne ne mama, Maman, unalia nini? pourquoi pleures-tu? Unalia nini? Pourquoi pleures-tu? Mtoto wa jibu, Enfant de Dieu, mfanya huduma, un serviteur, Mkristo wa kanisa, chrétien de l'église. Mungu amekuswali. Dieu te pose Kilio yako ni gani? c'est quoi Nini ton uko deuil? nalilia? Qu'est-ce qui te fait Nini iko na kutosha machozi? Imekuima raha, imekuima amani, umekosa amani. Ni kitu gani? Dada uko hapa, kaka uko hapa, kitu gani kimekulilisha? Kitu gani? Unalia nini? Nini nakulilisha? Nini nakulilisha? Mungu amefika kwako, amekuswali. Unaketi hapa, unaketi kwenye kiti, Bwana anakuswali. Unalia nini? Unalia juu ya nini? Unalia kwa sababu gani? Pourquoi tu pleures? Kitu gani kinachokulilisha? Kitu gani kinakutosha machozi? Couler le larme. Kitu gani? Kitu gani? Quoi? Unakuwa hapa Toi qui es ici, unalia nini? tu pleures pourquoi? Nini nakulilisha? Qui te fait pleurer? Nini nakulilisha? Qui te fait pleurer? Nini natuma ulie? Qui fait que tu Miaka pleures? ngapi umelia? Combien d'années? Miezi ngapi umelia? De mois tu pleures? Siku ngapi umelia? Des jours tu pleures? Umelia mara ngapi hapa? Pleureux combien de Umelia mbele za Mungu mara ngapi? devant Dieu? Umelia mbele za Baba mara ngapi? Pleureux devant le Labda unalilia watu, que tu pleures. haulilie Mungu. Ne pleure pas. Unalilia watu wa jamaa yako, haulilie Mungu. Unalilia majirani, haulilie Mungu. Unalilia kiongozi wa kazi, haujue kama ni mtu. Ipo siku anaweza kukuchoka. Unalilia kiongozi wa kwaya, unalilia kiongozi wa kanisa, unalilia muombaji, unalilia mtumishi. Pahali ulie mbele za Mungu, machozi yako yanatoka kwa yule alikufa. Lakini unapofanya dhambi, machozi yako haitoke. Unapokosea Mungu, mbona ulie? Mbona ujute kuona umemkosea Mungu? Mbona umelilia mwalikufa, lakini umekufa kiroho? Ijapokuwa uko mzima kimwili, ulishakaisha kiroho, ulishakaisha. Tu es fini. Bwana angekuswali, umefika ku Yesu ni jibu leo. Arrivé à Jésus. Unakuja tafuta nani? Qui est-ce que tu es venu chercher? Unatafuta Tu nani? cherchais qui? Njoo ujumbe tuko nayo. C'est le message que nous avons. Unatafuta nani? Cherches-tu? Ukikuja tafuta mchungaji Dona, hapa kuna yako. Ici, il n'y a pas de Ukikuja tafuta mama Rosine, mubarikiwa. Hapa hakuna yako. Umekuja tafuta mzee wa kanisa, hapa hakuna yako. Umekuja tafuta kiongozi wa kwaya, shemasi mwinjilisti, hapa hakuna yako. Umekuja watu wakuone kama ulifika, watu wajue kama umevaa vizuri, wajue kama una maisha mazuri. Hapa hakuna yako. Bwana amekuswali, umetafuta nani hapa? cherches-tu ici? Nani alikuleta hapa? Emmené ici. Nani unemtafuta hapa? Est-ce que tu cherches ici? Ni nani unemwomba hapa? Tu pries qui ici? Ni nani? C'est qui? Ni C'est nani? qui? Ni nani unemtafuta? Qui est-ce? Le papa de Maria akamgeukia, Marie s'est tournée vers akawazia, ni mkubwa wa bustani, le jardin. mkubwa wa bustani Celui qui gardait njoo le iko jardin namsemesha. en train de lui parler. Hajapata ufunuo Encore reçu ni nani iko karibu yake, na wewe hujapata ufunuo ni nani iko hapa. Ni nani alituma ufike hapa? Ni nani alituma ujue mlango? Kanisa ngapi uliweza kutambuka? Kanisa ngapi ulikuwa ndani ambao sai hauko hapa? Elewa, nani ametuma uwe
mwenye ametuma uwe hapa que tu ni sois nani? ici, c'est qui? Maria kawazia Marie a pensé ni mchunga que c'était bustani, le njoiko responsable du mchunga jardin. bustani, C'était celui qui Njoiko. gardait le jardin qui était là. mchunga bustani, Le gardien du njoiko jardin qui était là. njoiko. Qui était là. Akajua mchunga bustani, Il savait que c'était njoiko. le jardin. Mariamu akamwambia, Marie le dit. akaanza kumuuliza, Commença à lui mulimuweka wapi? garder. Ulimuweka Bwana wangu wapi? Tu as gardé mon Nionyeshe kwenye ulimuweka, moi là où tu l'as niende gardé, nikamtafute, que j'aille le chercher, nimkamate. que je le prenne. Nionyeshe kwenye Moi ulimuweka, là où tu l'as gardé. nionyeshe kwenye ulimuweka, nionyeshe kwenye ulimuweka, Moi là où tu l'as gardé. nipate Que kumkamata, je puisse le prendre. nipate kumkamata. Le prendre. Na wewe Baba, Toi aussi. siku ya leo adui yako aoneshe kwenye aliweka baraka yako, kwenye alificha neema yako, wendo ichukue kupitia uwepo uko ndani, kupitia nguvu uko ndani. Siku ya leo watesi wako waoneshe mahali walifunga nyota yako, nyota yako walifunga wapi? Walifunga wapi? Wendo ichukue, wendo ichukue. Mariamu anamwambia, nioneshe kwenye ulimweka, nioneshe kwenye ulimtia, niende mchukua, niende mchukua. Hata Petro alishaenda, hata Yohana alishaenda, mimi peke ndamchukua. Jua kwake wa nguvu, hakwake wa kilo. Kila mwana mpokea, anaingiaka tu, anafikaka tu. Acha siku ya leo umupokee tena upya, umupokee tena upya. Rudisha uhusiano kati yako na yeye. Hapo Mariamu anamwambia, nioneshe mahali ulimweka, mahali uliweka Bwana wangu, Bwana Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, mfalme wa mfalme. Nipate kumchukua, nipate kumchukua. Pale pale hakugundua kama ni yeye njoo naongea naye, hakugundua kama ni Yesu njoo iko naye, iko naye. Hakugundua, hakugundua, hakugundua. Pale pale Yesu akamwita Maria, 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 Marie. Maria. Marie. Akasikia sauti, Elle a entendu la akagundua voix. Elle a découvert ni Yesu, que c'était Jésus. akagundua Elle a découvert ni que Yesu. c'est Jésus. Pale pale akaleta jibu, Elle a amené mwalimu, Maître, mwalimu wangu, Maître, mwalimu wangu. Seigneur. Na mgundue leo, Donc si iko hapa. aujourd'hui, il est ici. kama msikia mimi nimemsikia, Je sens pas hata ninaweza nikafika Sakenda hivi, Je peux même arriver maana à nimemsikia iko parce que kazini, je le sens à l'œuvre. nimemsikia iko Je le kazini, sens en train de travailler. nimemsikia iko Je le kazini, sens en plein travail. nimemsikia, Je le sens. nimemsikia, Je le sens. nimemsikia, Je le sens. nimemsikia. Je le sens. Bwana, Le Seigneur. 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 Bwana Le iko, Seigneur est présent. iko, Il 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 est présent. iko. Il est présent. Namsikia. Ici. Ti 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 ti. Oh teporesi. Iko, Il est présent. iko. Il est présent. Mariam aliposikia sauti Marie a entendu la akakuja, Elle est venue. anakuja kumubusu, anakuja kumubusu, anakuja kumubusu. Yesu akamwambia, Je lui dis, stop arrête. Mariam, Marie. Mariam, Marie. stop. Stop. Hawezi ukaniguse, Je peux pas me na sijapaa, Alors que je suis pas encore na monté. sijapaa, na sijapaa, na sijanyukuliwa, sijanyakuliwa, sijanyakuliwa. Hawezi ukaniguse, maana amekuja na mwili wa utukufu, sio mwili wa kawaida, mwili wa utukufu.
mwili wa utukufu. Bwana achilia utukufu hapa, na hii juma itakuwa ya utukufu. Hii juma itakuwa ya utukufu. Watakuwa gawa kwa ya moja moja kuimba kwa hii juma. Kuna neema ya utukufu hapa. Itaanzia nje, kwa paa ya utisho, kwa paa ya ujazo, ya ufungulivu, ya uponaji. Kuna wagonjwa wataponea nje. Neema hiyo visepo tosepo visepa nasepo lantipo. Naona utukufu wa Mungu hapa. Naona mbingu ziko wazi hapa. Neema ya Bwana naiona. Utukufu wa Bwana, utukufu wa Masia, utukufu, 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 utukufu. Na kuona kanisa nzima umetawala, 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 umetawala. Na kuona, naona neema yako, naona wazi, kanisa nzima mpaka kule juu. Usijifunge, usijizuie, jiachilie muwepo nguvu za Roho Mtakatifu, jiachilie kabisa. Mungu kazini, Baba,
Na kuona leo umetembelea hapa. Kwa kila atake kuamini, kila amekuamini atakuishi sahi. Apake. Uko mwaminifu. Nakuona hapa. Nakuona waziwazi. Uaminifu wako ni kizazi hadi kizazi. Tumekuona sahi. Kila mtu akusikie. Ukimugusa. Wazi. Bata sapa. Zile nguvu zako zionekane waziwazi. Nguvu zako zionekane. Tulikuja kukutafuta na tukuone. Tulikuja kukutafuta. Utuguse mpaka kule juu. Gusa kule nyuma. Omba unavyotaka. Ukijua ni kutafuta Mungu. Ujumbe wa leo unamtafuta nani? Kama ni Mungu, mwambie ni huko mtafuti. Mwambie ni nyoko na mtafuti. Amesema mtafute ataonekana. Na dalili zimekuonesha ameonekana. Mwambie sasa pia nyoni kuja mtafuti. Mwambie pia nyoni kuja mtafuti. Uko Mungu, uko Baba. Tumekusikia waziwazi. Tunaona uwepo wako waziwazi. Kila mtu aisikie ile uwepo. Uigawe waziwazi. Kila mtu aipoke. Hiyo uwepo. Uko mwaminifu. Leo furahishe watoto wako kiroho na kimwili. Washangaze leo. Walikuja hapa juu yako na wamekuona. Fanya kazi. Kila mtu kadiri anavyohitaji, anavyolia, anavyokuambia. Vile fanya kazi. Umutende vile anakuambia kenye kilituma we hapa, kenye nikia kutafutia. Bwana mufanyie, mutende waziwazi.
tunarudisha kiti. Kadiri tuko narudisha kiti. Kijisikia kuendelea kuomba naendelea. Kama ni kuimba tunaimba, sina mwingine tena. Sina mwingine tena. Awezaye kunijibu ila